Hivi unafahamu ufanye nini ili kupelekea kuku wako waweze kutaga mayai mengi yenye kiwango kizuri sokoni huku wakimaintain ubora wao wa utagaji? Hapa nazungumzia kuku wale wa mayai layers pamoja na kuku chotara aina ya broilers. Ingawa kuna aina nyingi za kuku chotara, ila leo nitagusia broilers. Fanya haya ili kuku wako waendelee kutaga mayai mengi. Inafahamika kuku kutaga mayai mengi hutokana na aina ya mbegu ya kuku. Ila jua kwamba hata aina ya mbegu ya kuku yenye sifa ya kutaga mayai mengi kama haitapewa matunzo mazuri, basi sifa yake ya kutaga itapotea. Kwa kawaida, tetea anatumia muda wa masaa 24 hadi 27 kwa siku moja kutengeneza yai. Hakuna njia ya kupunguza muda huu, yaani atengeneze mayai mawili katika siku moja. Kuna story nyingi mtaani kwamba kuna kuku wanataga mpaka mayai mawili kwa siku. My dear, nikwambie tu ukweli, hakuna kuku anaweza kutaga mayai mawili kwa siku hizo, ni story tu. Kutaga yai moja kwa siku, hiyo ndio asili yake. Njia nzuri ya kumfanya kuku atage muda mrefu ni kumfanya awe na furaha na afya bandani huku akifuata vyema ratiba ya mwanga bandani. Njia nzuri ya kumfanya kuku atage muda mrefu ni kumfanya awe na furaha na afya bandani huku ukifuata vyema ratiba ya mwanga bandani. Wale wote waliokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga wa broilers na layers, jibu ni Kuku Chapchap pekee. Unapata kifaranga mwenye afya nzuri na aliyekwisha chomwa chanjo ya kwanza ya Malex. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga wako bora kabisa kwa namba unazoziona hapo chini. Hivi unafahamu kuna njia ya kuwafanya hawa kuku wawe na furaha na afya bandani? Hebu fanya hivi, wape chakula bora chenye virutubisho vya kutosha pamoja na maji safi na salama. Usijaribu kuchakachua au kuwapunguzia chakula chao, hawatataga na hawatakupa matokeo mazuri. Viota vyao viwe safi, safisha viota vyao mara kwa mara ili watage sehemu safi. Hakikisha pia viota vyao vina giza kiasi. Usiruhusu kuku au mayai kuonekana kwa urahisi. Wawe na sehemu ya wazi ya kuzunguka na kupanda juu kama kuwa na vichanja au bembea. Wawekee calcium ya kutosha kwenye chakula chao ili mayai yanayotagwa yawe na gamba gumu. Wachunguze mara kwa mara kama wana dalili ya kuumwa, na endapo dalili zipo watibu mara moja. Wapatie maji safi kila siku. Pia safishe vyombo vyao kwa sabuni kila siku. Hakikisha banda lao ni safi muda wote ili kusiwe na wadudu kama viroboto, chawa na papasi. Wadudu hawa huwasumbua kuku na kuwafanya wapunguze kutaga. Kumbuka, bila kusahau tunauza formula nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako kwa bei rafiki sana. Kwa kuku wa kienyeji, yani kuku asili, kuku wa mayai layers pamoja na kuku chotara broilers. Tupigie sasa hivi ili kupata formula yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako kwa namba unazoziona hapo chini. Okay, sasa hakikisha kuku hawapati msongo, yani stress. Mfano, kusiwe na wanyama wa kuwatisha wanapopita au kuingia bandani kwao. Chagua aina sahihi ya kuku wanaotaga mayai mengi. Umri wa kuku wenye umri wa miezi 6 hadi 18 wanataga sana. Wakiwa na miezi 19 hadi 24 wananyonyoka manyoya, hivyo hupunguza kutaga, na wakianza kutaga tena wanataga mayai makubwa na machache kuliko mwanzo. Wasihamishwe banda. Kuku hutaga vizuri zaidi wakiwa kwenye mazingira walioyazoea. Walishe mboga za majani au azola kwa wingi. Kumbuka, kuku wenye furaha na afya ndio watakaotaga sana kwenye maisha yao. Na kazia, wakati mwingine inadhaniwa kwamba jogoo anaweza kumsaidia tetea kutaga mayai mengi. Jibu ni kwamba jogoo hawezi kutengeneza utagaji wa mayai, lakini anahitajika kuyarutubisha mayai, kuyafanya yawe na mbegu. Kama kuku wako anapata mayai machache, kuongeza jogoo hakumfanyi tetea atage mayai mengi. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Naitwa Neema Isaya, Princess kutoka Kuku Chapchap. Tukutane katika kipindi kijacho. Bye.